nijue mfumo wangu umeshindwa na shetani, labda kwa sababu tu mwimbaji mwenzangu alisema, kwa hiyo wewe unafikiri ndio soloisti peke yako ukazira kwaya. Huyu ameshindwa na mfumo, hajashindwa na wanakwaya. Wanakwaya wako pale pale na wanaweza wakaenda mbinguni kwa sababu kilichokutoa nje ya kwaya ni mfumo. Halo. Sasa angalia, mfumo wa Mungu umeshindwa kwa huyu mtu, mfumo wa Mungu umeshindwa. Nini kitatokea kwake? Zaburi 11:3, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Sasa unisikilize. Namba 1, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atakata tamaa ya kuendelea na jambo alilokuwa analifanya awali. Hiyo ni namba 1. Mifumo ya adui imemshinda mwenye haki. Mwenye haki atakata tamaa, atasema kama ndio kuimba huku, acha nikae pembeni waendelee kuimba. Tayari namba imechukuliwa. Ili kumuona Yesu, ule mfumo wa shetani alipokuja, aisee, mimi nawaeleza kwa sababu sijasema toka kule mwanzo. Huyu jamaa kwenye hii dunia ni mbabe. Na hayuko tayari kupatia hata kijiko. Hayuko tayari, ndio maana hatukifuga tukuku kideli. Ukivaa nguo kasuri wanakufyonza tu barabara nzima. Yesu alipokuja, mimi nilikuwa namwangalia. Alipoona mfumo umekuwa na nguvu, namba 1 alilifanya hili jambo. Alikata tamaa, akasema Baba, ikiwezekana kwa kweli. Kiniepuke. Lakini kwa kweli mfumo wa shetani ulikuwa unamshinda. Isingekuwa neema ya Mungu kumbeba, yeye alikuwa ameondoka. Maana alisema kikombe hiki kiniepuke. Alafu hatuoni akirudi akisema Baba nisamehe, naenda msalabani. Hatuoni akirudi. Mungu kamlazimisha kukaa kwenye line. Maliza kazi uliyoanza. Nawe katika jina la Yesu, kazi yako ya uimbaji uliyoanza, hakikisha unaimaliza. Baada uko msalaba kwa ajili yako. Hawezi kuendelea tena na uimbaji. Alikuwa anafuga, anasema kwa haya magonjwa acha tu nisifuge, nikajaribu biashara zingine. Kwa ugumu wa hii biashara, ngoja niache. Maana hapa nimeambiwa kuna watu wanachukua hela zetu. Anaacha, anakaa nyumbani. Akikaa nyumbani, next what? Anakufa na njaa. Kwenye hii tathnia ya huduma ya Mungu, tunao watumishi wengi sana ambao wamekata tamaa. Hawezi kuimba tena, hawezi kuomba tena, eti kwa sababu walimpiga vita, eti kwa sababu walimuinulia vichomi madhabahuni, eti kwa sababu walimuita kwenye mabaraza ya wazee. Nisikilize, mimi siku ukiniita kwenye mabaraza, alafu ikaonekana sina kosa, siku ukinipanga mtumishi, yaani nitaimba, nitahubiri mpaka watu waseme mwe, alikuwa wapi huyu kijana? Kwa sababu mimi napiganiwa na mifumo, napiganiwa na neema ya Mungu, sipiganiwi na watu. Ndio maana mimi nakaa peke yangu. Najua mfumo wa shetani unanipa shida, lakini hapa hakati tamaa mtu, hang'oki mtu kwenye hii madhabahu. Hakati tamaa hapa. Wakikataa kunibiri, nakaa pale nyuma. Siku wakisema jamani, wanaotaka kuokoka na pita mbele. Na ninaanza toka, achia. Kwa nini? Kwa sababu siko tayari kusema Baba, kikombe hiki kiniepuke. Siko tayari. Nawe kataa katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Namba 2. Mifumo imekushinda sasa. Namba 2, mwenye haki atanyamaza akidhani ni hekima ya Mungu. Mwenye haki atanyamaza akidhani ni hekima ya Mungu. Utajikuta kama alikuwa hapa mbele, anaondoka kwenda kule. Wakisema jamani, wanaotaka kuokoka, alikuwa anapita kiherehere cha kuombea. Sasa anasimama na kaa peke yake, anasema waache waombaje, wanaojua kuomba tayari. Tafuta namna ya kwenda kuiongoza sala ya toba. Mwenye haki ananyamaza, anafikiri ni hekima. Ni waimbaji wangapi mlionao alipoona hapewi maiki amenyamaza? Alafu anafikiri ataenda mbinguni. Biblia inaniambia atakayevumilia mpaka mwisho, na ameniambia tangu enzi za Yohana, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, ni ving'ang'anizi. Wakina Yesu wenyewe.
kanisa. Tukataja makanisa mawili. La kwanza Malangari, la pili Sumbawanga mjini. Alafu Mungu akatuambia, akamtuma dada mmoja, akaja akaniambia, kaka, Mungu ameniambia. Yaani uliyemuongoza sala ya toba leo anakuambia Mungu ameniambia. Niambie, akasemaje? Akasema eti unataka kuhama. Unataka kuhama, unataka kwenda wapi? Mungu amesema unamwachia nani kanisa? Ndipo nikajua kumbe kuna mkono wa Bwana nikiingia pale mahali, kuna nguvu ya Bwana nihitaji. Na usikate tamaa. Anakujua hata kabla hujazaliwa, alikujua, amekupaka mafuta, amekuweka kuwa nabii. Hakuna atakayezuia hiyo karama. Nisikie wale kwa semeane. Unakata tamaa. Eti mimi nimeacha. Hata wakiniita kwenye vikao vyao siende. Hii ngoma inataka sala ya toba hii. Hakuna kitu hapa. Hakuna kitu. Yaani hata kitu kinipiga siku mdomoni. Utasikia na ubiri tu. Paka niongee. Weka kitu kadogo tu kadogo. Etu linyimwa maiki. Walipanga kusoro wimbo akapita mwingine. Basi umesira, umenuna, unamnunia nani sasa? Hawa ndio wamepita. Hawa ndio wamepita. Umenuna, aliyepita ni Mungu, na unapomnunia Mungu unakuwa adui yake mara 7. Kwanzia leo una hekima ya Mungu ya kunyamaza. Kwanzia leo ukienda huko unakoenda, nenda kadunde. Hata wasipokupa maiki, waambie taunguruma huko nyuma. Haleluya. Haleluya. Mnafahamu Yeremia? Kwenye Yeremia 20 akasema nami sitalitaja tena jina la Bwana. Tayari. Nani Ahabu sijina Yezebeli wamemdindia mlangoni, nenda. Akasema kuliko nife sitalitaja tena jina la Bwana. Akaondoka Elia na upande wake wote amechinja manabii. Akaenda kwenye kijito akasema acha nife. Bwana akasema na hapo ufi na kuletea kunguru. Hujamaliza vita. Rudi kwenye vita mwanangu. Hujamaliza vita. Kaleta mkate, kaleta na maji. Akamwambia kula ushibe. Vita inaendelea. Na mimi sikilize kwenye hilo dhehebu lako. Waimbaji wenzako, wahubiri wenzako, haujamaliza vita nao. Rudi vitani. Eti basi mimi nahama kanisa. Waona fikiri kule hakuna wababe? Hakuna wababe. Nahama kanisa. Maana kule nimeona wanaabudu vizuri na barikiwa. Naenda kabarikiwa. Tena ukiwa mgeni. Naleta utani wewe. Ni maana mimi nawaambiaga watu katika jina la Yesu, simoki hapa maradhi, ni maana wananijua. Na wewe usimoke kwako kwa sababu pia wanakujua. Haleluya. Ya tatu. Mwenye haki akishindwa anaweza kupoteza kibali cha Mungu. Umenielewa? Mifumo ikimshinda mwenye haki, namba 3, anaweza kupoteza kibali cha Mungu. Unaelewa kwa nini anaweza kupoteza? Unaona mimi nahubiri hivi na nihubiri. Sasa niseme nimeacha kuhubiri nimekaa. Unafikiri kibali kinaendelea kukaa ndani yangu? Kwanza napoteza watu. Nikipoteza watu baba anasema wewe, nilikwambiaga hata mawe yanaweza kuiba. Anakuja na kanyofoa huko ndani anakaleta kwa mtu mwingine. Nenda ulie shujaa. Welinga. Unaweza kupoteza kibali kwa sababu mifumo imekushinda. Unaanza kutafuta na penyea wapi? Kibali kimeondoka. Unapokuja kujirudi, utawakuta ulioacha hawana kibali. Wameenda hatua 100 kule juu. Taka kuwashusha sio leo. Ndio maana kwa ukiwa na kibali moyoni mwako, mwiko kukata tamaa mpaka umekufa. Mwiko kukata tamaa mpaka umekufa. Haleluya. Haleluya. Ya nne. Mwenye haki ataanza kulalamika. Mnamkumbuka nani? Ni Habakuki sikini nani? Analalamika wewe. Bwana anasema kwa hiyo nifanyeje? Analalamika Bwana anasema ukiacha kulalamika takuja. Analalamika wewe mpaka sura ya 2 ya 3. Ndipo anapata heshima, anaanza kuomba kwa heshima. Hawajaona watu wanasema, yaani mimi hawanipangaji kuhubiri. Wanapangaga wale tu, hujayaona masoko. Masoko hayapo kule nje.
wanapita, wao wanaharibu. Najihubiria mwenyewe, hubiria takuku. Kwani ukisoma kwenye Zaburi inasema vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Hubiria viti, niambie nyie viti, atakaye kaa hapo lazima utoke. Na mwaga damu ya Yesu hapo. Na weka damu ya Yesu hapo. Mbona wataokoka? Sasa unasubiria watu hata kukusanyia nani? Wenzao wamepata shida hawalali wanakusanya watu. Wewe unataka tu uje hapo uanze kupiga. Imba nyumbani kwako una sauti nzuri, imba. Ukishaimba fungua account YouTube bure kabisa. Lusha huko tutakufollow. Sasa unasubiri baba kutengenezea na account YouTube. Umekaa tu hapo umesubaa. Unamwangalia baba mchungaji, baba askofu. Kama ndio kitu pekee cha kukutolea. Ungejua na yana watoto wake wenye huduma kama wewe. Nafikiri atakukaribisha uvioge kwenye madhabahu yako. Haleluya! Mwenye haki. Hapa sasa ni kwenye ndoa. Mifumo ikimshinda mwenye haki, ataanza kudai haki sawa mahakamani. Kisha habari yako. Hapa ni kwenye ndoa. Utasikia niache. Kwani mahakama ipo kwa ajili ya nani? Tutagawana, huyu kaenda. Hamna mtu tena, wala hamna mke. Haki sawa, haki sawa. Hivyo nikwambia haki sawa kwenye Biblia ipo? Haipo. Mifumo ikimshinda mtu kwenye ndoa, utasikia baba mwenyewe haachi hela. Kwani kabla hujaolewa nani alikuwa anakupa? Haachi hela. Baba mwenyewe ananipa tu mafuta mabaya, mazuri naona wapi? Ungejua wanaume wanavyopambana. Wanaume suruali hawafai hawa. Basi tukilala kitandani kila mtu amegeukia upande. Sogea huko, sogea huko. Tayari ngoma imenyanyuka baba. Tafuta maombi kwenda kuiokoa. Maana bila kama haitoki kwenye hayo maji. Simama kwa miguu yako. Amen. Nataka nikupitishe kidogo kwenye hii engo ili walau elewe. Natamani tunapoenda huko tusikate tamaa. Amen. Mimi walitaka kunichokoza wakati naenda kuoa nyumbani. Kwaya zimejipanga eti haletaki michango kwenye kanisa letu, kwenye kwaya haletaki. Jamani na mimi na kwaya huku niliko. Eti kwa hiyo hatutaimba. Waliposema hatutaimba nikaenda kwa mchungaji nikasema baba, kwani mimi nimefuata mke nimefuata kwaya? Hashindi mtu hapa. Mimi nimefuata mke. Baba akasema nimefuata mke nikasema acha wasiimbe. Mimi baba nasubiri tu kale kaneno. Alichokiunganisha Mungu, baba haki sipoendelea huko imeisha. Imeisha. Tukasimama ubabe, tukaanza. Siku ya harusi. Walijulikana walikotoka. Hadi madhehebu mengine wamekuja. Usipokuwa mbabe utaonewa. Jifunze kuwa mbabe katika jina la Yesu aliye hai.